Karibu tena kwenye somo jingine siku ya leo, na somo leo linasema uovu wa mtu mmoja waenea familia nzima. Siku za maamuzi katika Israeli kulikuwa na mtu aitwaye Mika aliyeishi katika milima ya Efraimu. Mtu huyu alimchukulia mama yake fedha 1,100. Mama alipotafuta na kuulizia, Mika alisema kuwa zile pesa za wakfu, tazama ninazo mimi hizo fedha, ni mimi niliyezitoa. Mama akamshukuru kijana wake kwa kukiri kosa lake, na Mika akamrudishia mama yake zile pesa, na mama akaamua ziweke wakfu kwa Bwana. Ila njia aliyotumia ilikuwa ya uovu. Badala ya kupeleka Shilo kwenye hekalu la Bwana, alitumia kununulia sanamu. Akasema, zitoke mikononi mwangu kwa ajili ya mwanangu, ili kufanya sanamu ya kuchonga na sanamu ya kusubu. Basi kwa hiyo na kurudishia wewe. Yule kijana alipomrudishia mama yake pesa, alitoa 200 na kumpata fundi ili kufanya sanamu ya kuchonga na ya kusubu, ambazo zilikuwa ndani ya nyumba ya Mika. Mika alikuwa na nyumba ya miungu, naye akajitengenezea nguo za ukuhani na kinyago, akamweka wakfu mmoja miongoni mwa wanawe akawa kuhani wake. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa mema machoni pake mwenyewe. Akatokea mtu kutoka Bethlehemu ya Yuda aliyekuwa ni Mlawi, naye akakaa huko hali ya ugeni, na mtu huyu akaenda afikie ugenini katika vilima vya Efraimu. Alifanya safari akafika mpaka kwenye nyumba ya Mika. Mika akamuuliza anatoka wapi na kwenda wapi. Akamwambia alipotoka na kwamba anaenda ugeni popote atakapopaona. Mika akamwambia akae pamoja nawe, awe baba na kuhani, na yeye atamlipa mshahara wa mwaka kwa nguo za kuvaa, chakula na fedha 10 kwa mwaka. Yule Mlawi akakaa na kuwa kama mmoja wapo wa wanaye. Mika akamweka wakfu, naye akawa kuhani. Mika akaridhika na kusema, sasa najua kwamba Bwana atanitendea mema, kwa kuwa nina Mlawi kuwa kuhani wangu. Siku hizo zisizo na wafalme wa Dani walitafutia urithi wapate pa kuishi. Wakatuma watu mashujaa na kupeleleza nchi na kuikagua. Wakaondoka wakafika vilima vya Efraimu, hata nyumba ya Mika wakalala pale. Alipomuona yule kuhani bandia na kumuuliza, unafanya nini hapa na nani amekuleta wewe huku? Awaeleza alivyotokea, na akaambia wasaidie kupata ushauri toka kwa Mungu kwamba njia wanayoendea kutafuta ardhi ya kukaa itafanikiwa. Yule kuhani bandia akajibu, haya, endeni kwa amani, njia mnaendea iko mbele za Bwana. Hawa watu wakaenda Laishi, na wakawaona watu walio pale wakiishi maisha ya usalama, na kama vile wamejisahau, kwani walikaa kwenye starehe na hifadhi. Katika nchi hii hakuna aliyekuwa na amri aliyeweza kuwatweza katika neno lolote, nao walikuwa kama Wasidoni, yaani hawakuwa na shughuli na mtu yeyote. Wapelezi hao walirudi kwao na kusimulia yale waliyoyakuta huko Laishi, na wale wenzao wa Dani wakashauri waende wakapigane nao, kwa kuwa tumeiona hiyo nchi, nayo ni nchi nzuri sana. Nanyi je, wanyama tu, msiwe wavivu kwenda na kuingia mpate kumiliki nchi hii. Wapelezi wakaendelea kusema, mtawafikia watu wakao salama salimini, na hiyo nchi nayo sema ni kubwa, kwa kuwa Mungu ameitia mikononi mwenu. Ni mahali ambapo hapana kupungukiwa na kitu chochote duniani. Wakatoka watu 600 wa Dani na kwenda kupiga kambi huko. Wakafika vilima vya Efraimu, wakapita huko. Wakamuuliza yule kuhani anaendeleaje. Wakapiga
wakaingia ndani na kutoa hiyo sanamu ya kuchonga na nguo za kuhani na ivera na kile kinyago na hiyo sanamu ya kusubu. Yule kuhani akawauliza wanafanya nini? Ndipo akasema, nyamaza wewe, weka mkono wako kinywani mwako, uende pamoja nasi uwe kwetu baba tena kuhani. Wakamwambia, ni jambo la maana kwake kuwa kuhani wa kabila kubwa kuliko nyumba moja. Moyo wa kuhani bandia huyu ukafurahi, naye akatwaa hiyo naivera kushona, akaenda nao akatanguliza watoto na wanyama wao. Na Mika alipowafuata na kulalamika, alimwambia, hiyo sauti yako isikiwe tena kati yetu, wasije walio na hasira wakakuangukia, nawe ukapotewa na uhai wako na wa familia yako. Mika akaona wana nguvu kumshinda, akarudi zake kwake. Wakaenda mpaka Laishi, mji wa starehe na hifadhi, nao hawakuwa na shughuli na mtu awaye yote, na mji huo ulikuwa katika bonde. Pale wapiga watu na kuchoma moto mji, kisha wakajenga mji na kuuita Dani. Na hawa wana wa Dani wakajisimamisha sanamu ya kuchonga, na inavyoonekana mjukuu wa Musa, yaani mwana wa Gershomu, ndiye aliyekuwa kuhani wao bandia waliyemnyang'anya Mika. Kweli haikuchukua muda mrefu wana wa Israeli wakaanza kutomjali Bwana. Hii inatuonyesha kwamba daima tumtegemee Bwana ili tusiingie kwenye mitego ya shetani. Katika siku zetu za leo tunaona lile fungu likituathiri maisha yetu. Sasa najua kwamba Mwenyezi Mungu atanifanikishia, kwani nina kijana huyu Mlawi kama kuhani wangu. Yaonekana watu hutaka Mungu awabariki huku akishikilia miungu au sanamu zao, na huku akijifanyia yaliyo mema machoni mwao, ila si machoni pa Mungu. Hivyo ndivyo Balaamu aliajiriwa kuwalaani Israeli. Alitaka kununua baraka kwa masharti yake mwenyewe. Hatuwezi kupuuza amri za Mungu na kudhani tutabarikiwa. Mara nyingi tutafutapo kazi tunaona kama inalipa vizuri, na si kwamba kipato chake ni cha halali. Mbali na sanamu zilizochongwa, inaonekana kuna zile mpya zilizokemewa sana, kama vile mitindo, ulevi, fiko potofu, uasherati, kupenda mali, tamaa isiyozuilika, injili ya ustawi, ukosefu wa maadili na vinginevyo. Wagalatia 5 inaunganisha kazi za mwili na tunda la Roho ili tuweze kuona tofauti. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana hayo. Katika hayo naambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo na jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Cheo cha hakika cha machafuko ni wakati kila mtu katika jamii fulani anafanya kile ambacho ni sawa machoni pake mwenyewe, na ndivyo ulimwengu wetu ulivyo sasa. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Mabishano kati ya Mungu na shetani alianza wakati shetani aliposema hakuna haja ya sheria. Tangu wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walipomkubali shetani kama kiongozi wao, mambo yamekuwa ya huzuni. Hakika sheria isipo kuwepo, mateso, msiba, maumivu na kifo huwa ndiyo fungu letu. Ulimwengu wetu ni kitabu cha kiada kwa ulimwengu ambao bado hayajaanguka. Wameona kwamba bila sheria hakuwezi kuwa na amani na hakuna uzima. Hivi karibuni ulimwengu huu wa uasi sheria utafika mwisho, na mahala pake patakuwa na nchi ambayo kila mtu atatii sheria ya Mungu kamilifu. Ndiyo maana itaitwa paradiso. Wale ambao watakuwa huko kutoka katika ulimwengu huu wanaitwa masalio ya uzao wake, wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ufunuo 12:17. Mungu anatualika kuja kwake katika jina la Yesu, na alikuwa kuja kuomba, kutafuta, kubisha, na umehakikishiwa kwamba hautatoka patupo. Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye hupata,
Mungu anatualika kuja kwake katika jina la Yesu. Unaalikwa kuja kuomba, kutafuta, kubisha, na umehakikishiwa kwamba hauto toka mtupu. Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye hupata, na yeye abishaye atafunguliwa. Mathayo 7:7 mpaka lile fungu la 8. Je, uko tayari kwa maswali? Mika aliiba pesa toka kwa nani? Alifanyia nini hizo pesa? Yule kuhani alikuwa nani na alikuwa wa ukoo gani? Ni nani aliiba vinyago kwenye hekalu la Mika? Je, watu wale walaishi walikuwa na tabia gani? Tabia ya starehe na athari gani? Basi Mungu akubariki sana mtoto na kijana Yesu. Mpaka wakati mwingine, ni msomaji wako Daniel Ngopa.